ikaingia ndani ya Herode. Na wakati ilipoingia ndani ya Herode, alituma ndugu akamwambia nenda mahali fulani. Na wakati ndugu yake alipoenda, Biblia inasema Herode akakuja kwa mke wa ndugu yake, akamuuliza unafanyanga nini na hii ndugu yangu, na unaona ndugu yangu ni masikini, ndugu yangu hana kitu, hakuna msaada anaweza kukupatia, ni kitu gani unafanyanga nini? Si uache na yeye na ukuje kwangu, mimi ni mfalme na niko na kila kitu. Kama utaachana na ndugu yangu, nitakutunza, nitasimama na wewe. Yule mama alikuwa na mtoto mmoja, akamwambia hata huyu mtoto wako wa kike uliye na yeye atakuwa mtoto wangu, ataendanishwa na jina yangu. Na kwa sababu mandamu nyingi asijaokoka, sinapenda kukaa na mtu ambaye ako na pesa na ako na jina kubwa sana. Mama akafikiria akamwambia Herode, hata mimi sijui ninafanyanga nini na hii mtu. Kwa hivyo ni vizuri hata mimi kama umekubali, umesema unaweza kuwa mume wangu, wacha niache na ndugu yangu na akikuja apate mimi nimeolewa na wewe. Na ikaenda hivyo, akamuoa. Na wakati alipomuoa, maandiko yanasema naye Herode ndiye, naye Yohana ndiye anatokelezea kule. Akatumwa na Mungu akamwambia, "Enda ukawaonye kwa sababu nchi itapata pigo kubwa." Akakuja akaambia Herode, Mungu anasema wachana na mke wa ndugu yako muachie familia yake. Maandiko inasema ya kwamba akaendelea na kuhubiri, na hiyo kitu ikamuuma sana Herode, na watu wote walikuwa pande ile Israeli wakaumwa sana, kwa sababu walikuwa wanapenda kufanya mambo ambao ni kama ile inafanywa siku ya leo huku na huku kwa vichochoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Yes. Unajua ninaongea na nyinyi na mmeanza kuniangalia na jiuliza, kwani mnafanyanga hivyo kwani? Kwani mmeanza kuingia katika hii line? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua nikiendelea na kuongea ni vizuri uangalie reaction ya jirani yako. Amina. Uangalie uso wake. Uangalie huyu upime tu, usimuulize kitu, lakini pima tu mpime. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yule mwanamke alikuwa na kamsichana na kalikuwa kanajua kudance, kucheza vizuri. Na Biblia inasema wakati wa kukuwa na matelevisheni, watu walikuwa wanaitwa mahali kwa mabarasa, alafu wale madancers wanaanza kufurahisha wale wasichana. Kama msichana kakacheza, kakienda mbele, kakirudi nyuma, kanacheza, kakacheza. Herode akafurahia, anafikiria Herode hakuwa na mtoto na mabibi zingine. Akafurahia sana. Ni yako kama mtoto ka ndugu yake sasa. Ashamchukua, watu wote akachukua hiyo familia. Akafurahia sana. Wakati alipofurahia, Biblia inasema ya kwamba akaita mtoto akamwambia, "Mimi kama baba yako, niambie ile kitu nataka na nitakupea." Maandiko inasema ya kwamba akamwambia, "Wacha niende kwa mama." Akakimbia kwa mama yake, akakonsult, akamwambia, "Ndadi ameniambia niitishe ile kitu ambacho ninataka na atanipatia." Mama akamwambia, "Ni vizuri. Enda umwambie unataka kichwa ya pasta ikiwa kwa sahani." Tunaongea juu ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naongea juu ya sexual sin, madhara ya hii tabia ya sex ama ngono. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mimi ni mwalimu wa neno, kwa hivyo ndio maana nasemanga sijui kuhubiri dakika 2. Sababu ukiniambia nihubiri dakika 2 sitawafundisha. Najua kufundisha mtu ashike. Kwa hivyo mimi ni mwalimu wa neno. Siku nyingine ukinipatia nafasi, unipatie nafasi. Kwa sababu mimi sijui hiyo kuhubiri dakika 2, ukinipatia utanitesa. Labda uniambie niombe dakika 2 nitaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Msichana akaambiwa na mama, "Enda uambie Ndadi akupatie kichwa ya pasta." Kwa hivyo kakakimbia kakaambia mzee, "Mimi ninataka kichwa. Ndadi umeniambia utanipatia ile kitu nitaitisha." "Nitakupatia." Na wakati huo mfalme akiamua kitu alikuwa anaamua. Akisha andika sahihi aweke aseme ni hivyo na amepitisha, alikuwa anaamua. Akasema, "Nataka kichwa ya pasta ikiwa kwa sahani." Akasimama akasema, "Mimi ni Herode na mimi ni mfalme, na kwa sababu nataka nifurahishe msichana yangu, mtoto wangu wa pekee, kwa sababu amecheza vizuri nikafurahia kama mfalme." Akaita askari akamwambia, "Enda ulete kichwa ya pasta ikiwa kwa sahani, kwa bakuli, enda ukuje nayo." Na Herode akiwa mahali alikuwa anaendelea na kusema ati tengenezeni njia zenu, muache mabibi, akakamatwa. Alipokamatwa, Yohana akawekwa chini na akakata kichwa. Alafu hiyo kichwa ikawekwa kwa mbesheni kwa sahani. Alafu ikaletwa na askari. Kama mtoto akakuwa hapo akasema, "Ndadi kwani wataleta?" Akaleta akafikisha. Wakati alipofikisha, Biblia inasema ya kwamba mzee akachukua, ni Herode, akachukua
akachukua ile bakuli akaangalia akaona kweli kichwa ni Herode, ni Yohana, akapatia msichana. Msichana akamwambia thank you dad, thank you, akafurahia sana. Alafu akatoka hapo akaenda mpaka kwa mama yake akiwa amembeba yule mtoto ile kichwa, akaambia mama ndio hii kichwa. Mama akachukua akamwangalia akamwambia wewe ni ulikuwa unasema nitoke kwa Herode kwa mzee aliye na pesa nirudi kwa ile ndugu nyingine ina kitu. Wewe ulikuwa unataka niende nikarudi kwa masikini. Akamwambia sasa uko kwa sahani, ongea tena tusikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni neno ngumu ninapokuwa nikihubiri mambo kama haya. Huwa niko na wasiwasi kwa sababu watu wengi wameingia katika njia ambazo sio siri ambazo Mungu anataka. Unapata mtu ameolewa lakini baada ya kuolewa wewe umeolewa lakini tamaa yako iko juu sana. Hauridhiki na ile kitu mzee yako inalete, hauridhiki na ile kitu mke wako inalete. Unataka hapa na unataka pale, na watu wa siku hizi wako hivyo. Unapata mtu ni kama msichana lakini yeye ako pale ako 50-50 katikati ya 2 na 7. Ajui anaelekea wapi, ajui anatafuta mzee, anatafuta boyfriend, ama anatafuta hii kama stay, ama anatafuta sponsor. Yeye ako hapo katikati. Na asante ya kwamba Yesu ni Bwana, tumsifu milele na milele. Mungu tu, lakini asijue kana kwamba Mungu anachukizwa na tabia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Najua nimeenda mahali fulani, nikaenda kanisani kuhubiri katika kanisa la Christian Foundation ya Bishop Alison Ng'ang'a. Na wakati nilienda hapo kuhubiri, nikapata wale wanadada kama hawa sasa. Wale wanafanya hapa kwa mbele ya madhabahu, wale wanafanya hapa nini vitu kama hizo. Nikawapata hapo. Masaa yangu inaenda, ikienda sana niambie. Ikienda sana niambie nisimame tu. Nikawapata hapo. Sasa ile kitu nilikuwa nataka kufundisha ilibidi nisifundishe kwa sababu niliona dada amekuja kulete kahawa hapo mbele.